Tombe. This is mochari. Na hii ni gari ya polisi. Ni gari ya polisi, raia ndio hiyo. Wamesema wataleta mili wenyewe. Hapa ni ndani ya City Mochari. Yes, this is City Mochari. Escort bodies all the way from Mukuru Kojenga mpaka town. Kama mnavyoona wamekuja kwa juu ya gari ya polisi. Gen Z has taken over. Na sasa
Hapa ni City Mortuary. Hata mimi yangu nimerudisha hapa. Nilikuwa nimeona mtu mmoja najua bado katikati tu hapo tunaweza. Attempted kuingia ndani. Na mimi nimesikia uchungu and I feel pain. My friend will know that you don't know. I'm there and I will be there. Kama unataka kutua, kill even me. Kill me, I care less. Kill me. Tuwe wote. Na unaenda home, you are going home. You are on Tuesday, you are going home. Tuesday you are going home. Ni nini hapa Mr. Tia? Sema. On Tuesday you are going home. Kuna nini haswa? Haswa hawa watu si ng'ombe inachinjwa. Ile hawa ni wa binadamu. Unachinja watu kama kuku. Are you a human? Are you out of your mind? Alafu una resign. Who do you think you are? Who do you think you are? Una resign for what after killing these people? My friend, you are going to bring them uhai. Kama si hivyo rudi kwa serikali ulikuwa. Those people when you are retire, come back to what you are doing. So ulikuwa na huwa, come kill all of them. Kuja utuwe mkose kazi nyinyi wote Ruto. Ona mtoto miaka 12. Until they tell us the truth who killed them. Ruto akasema who killed those innocent? Mbona aliziko pale na kata? No, who killed them? Kama hajauawa. Mbona ungempigia kura roho safi? Ingekuwa ni brother yako Ruto, ingekuwa ni brother yako. If you are son or your daughter kwa mfuko kwa gunia. Imagine, how do you feel? How do you feel? Really pain. Very painful. Ruto, we don't want it. Ni ukweli? Hatutaki hayo. Uhuru alikuwa. Na ila nani Kenyatta alikuwa. Moi alikuwa. Kibaki alikuwa. Mbona hawakuwa watu Ruto na watu? Kwa nini? Kwa nini ndio nani? Ndio kwa nini wakuwa? Ndio king of kings. Ndio wacha mambo. Ama dedako. Ama ni wa Kenya. Na tuone kwa mfuko. Tunampatia kura. Umeleta mili ngapi? Mili. Very painful. Umeleta mili ngapi sasa hivi? Mili nane. Ziko hapo ndani. Seriously. Na ziko zingine zinaelea. Zingine bado ziko. Watu wadogo wanaelea wanamtoa. nani wasichana. Na anapiga nani wasichana. Ndio kwa genius. Real painful, real painful. Awe wote. Awe wote. Wasichana Hata yeye ni mwizi. Unataka tukue mabei unaoa wasichana malaya. Wewe Ruda! Watako zako! Umalina! Kenya ni yetu! Gari ni yetu.
Yes, the situation at City Mortuary. Hii gari imetoka from Mukuru kwa Jenga hivi. Vijana wakiwa juu walisema gari hawataiachilia mpaka wafike City Mortuary. Wamefika mpaka City Mortuary na wakafikisha mili. We were left behind kidogo, but tumemanage kufika kwa sababu ya traffic, but finally by the time wanaingia tulikuwa pamoja and mili imefika hapa. Kufika hapa, I don't know what happened. Sio kama wamehesabia kwa barabara tena imekuwa ni mili 8, but kuna vijana wanaingia pale ndani. Wacha nisikie kama nitaweza kuongea na wawili watatu tusikie ndani kuko namna gani. Buda, umeingia huko ndani? Umeingia huko ndani? Uko aje? Huko mwili zimekatwa vibaya. Into pieces. Mwili zimekatwa into pieces ikaingizwa kwa gunia. Gunia. Ni mili ngapi ziko huko ndani? Mmekuja nazo? Mili ziko pale ndani ni 6. Hizo ndo zimekuja. Mili 6. Mili 6 ndio zimekuja saa hizi. Zingine zimetolewa. Maybe zingine zimefunikwa na lori ya mchanga ili sitolewe. Zingine zimefunikwa na lori ya mchanga ili sitolewe. So bado pale kwa kumebaki zingine. Mili ziko pale. Okay. So hapa booking iko aje? Wamebook mili ama inakuwa namna gani? Mili ya jana mmeweza kuiona? Bado hajako booked. Jana ni kama hajakuwa booked. Okay. So ya leo ndo wanafanya booking. Ya leo ndo wanafanya booking. Okay. Weka moto ni uzuri wetu bana. Lakini tumechoka na Ruto. So kiongozi nafaa nini? Jana ulikuwa pale? Jana tulikuwa. Walitoa mili ngapi? Jana zilikuwa 15 jana. Wengine wanasema 10, wengine wanasema 8, wengine wanasema 11. Jana ni 17. Eh. 17 na lazima tuanze. Serikali inakuja kudanganya watu. Wasichana wanakatwa hadi private parts wanaenda kuuza. Wengine wamekatwa private parts. Wengine private parts haziko. Hawana nyonyo. Matiti hakuna. Wamekatwa. Nyonyo imekatwa, washaanza traffic. Wanachinja. Traffic nyuma ni na bidii. Tunachungwa na nani? Hata kubali hiyo. Hatakubali hiyo mambo. Sasa mkuje mtuue. Kubali wa Kenya. Kuja mtuue. Kianzishwa jina ya Zakayo. Kenya aduue. Wedere rada. Akuja Wedere. Dere kwa wapi sasa? So wengine pale wenye wametolewa pale hawana private parts. Tuingie uone. Unajua sasa kamera hizi ingia pale. Sasa bado wako kwa gunia. Watu wako kwa gunia kwamba washo. Watu wanachinjwa. Katoka miti. Miti aje kwa gunia wanasema. Kenya wanatafuta watoto wao. Kuna wazazi wanatafuta watoto wao. Na wamekuwa kwa gunia. Kesho mtoke bwana. Kesho mtoke bwana. Si dumping site. President wapi? Wana wanaweka dumping mtoni. Wale tukatae dumping site. Dumping site si kware. Tunakataa. Unakataa. Sikiza. Gari yote inakataa kware iangushwe. Sisi gari yote inakuja kware inaangushwa. Tunachoma. Na tujifichi. Tuko kware hadi saa hii. Tumekataa. So pale kwa wale mili imeisha ama bado kuna zingine? Bado. Sasa acha tuambie bado wengine watolee. Hadi umekuja mzuri. Tafadhali. Kesho wenye mnakuja kufufua wale watu wengine. Muongoze watu wa kufufua. Walikuwa na mdudu mmoja, watu wako hadi 7. Muone watu wote wameuliwa huko. So bado kuna mili imebaki. Iko bado. Mili ni mingi buda. Wamekataa kutoa yote, hawataki kutoa. Wanataka wajibie usiku. Wanataka wazitoe usiku. Na usiku wa kuweza. Tunashika kwa saini hao natoa.
Tunatoa pesa ndio watoe. Ruto anafanya kazi yake ni kuona na tuko atakushughulikia. Jana bana niliona mama na mtoto walaitwa kwa jana. Bana, mnawadi watoto yao. Na Ruto atuambie mbona anaua tu mama. Hadi kama siwezi ana mtoto wa shule. Ndio. Jana alikuwa amewadi watoto. Mtoto ameshuka line 6 hivi bana, kedi nimekatwa kwa kando na bodi. Enye Kenya. Hatuna Kedi ndio huko. sisi ni Wakenya lakini hatuna mwili na sio haki. Atuambie mbona anaua tu mama. Kwa nini? Na wamama ndio walimpigia kura kwa wingi. Anaua wamama na ndio walimpea kura. Sisi tutaikuta Ile aturudisha. Serikali yetu. Sikata tunaangusha. Sisi tununue. Tunaichomea hapa na tunaenda. Haki ni yetu. Dere masaa. Tunaenda Kware. Eh. Sisi tumetoka Kware, kwani tumetoka Onyesha hiyo. tutawaletea hizo mili zote huku. Kesho Onyesha hiyo. Tunawarudishia. Ono wasichana. Dere masaa. Wamekatwa mpaka private parts. umeona yo? Umeona? Hiyo ni mguu. Hata usitaki kwenda huko. Nadai tukue magari. Bro. Askari kama ndio kazi yetu. Police. Mimi kwanza hadi Bro, umekuwa uko ndani? Uko aje? Wallahi, hata wrong turn. Umeona wrong turn move? Siwezi fikia bana, matumbo ziko nje, hata siwezi kuelezeaje hata. Ni masaka tu, hata niseme hivyo. Ni kazi ya askari, si kitu kingine. Unadi wanaume, Mungu anauliza wanaume wako wapi? Wanaume pia wako. Hivyo tu. Guys, umesikia vile situation iko, watu wamekatwa mpaka private parts, mpaka wanashindwa. Is it still the abduction by police ama kuna kitu ingine? Kuna mahali watu wanatolewa sacrifice ama ni nini? Kwa sababu kama watu wametolewa private parts, wengine wamekatwa kama mnavyosikia wasichana wamekatwa matiti, wengine wamekatwa private parts. Is it normal? Is it still an abduction or a case of sacrifice? What is happening? Maybe put down on the comment section, maybe let's tuone what's happening, maybe tunaweza pata suluhisho. Hii ni gari ya polisi na wana claim lazima iwarudishe mahali iliwatoa. Hawa watu wametoka hivi kutoka Mukuru kwa Jenga baka hapa wakileta hizo mili, and so if you are there and maybe you have an idea of whatever is happening in this country, could there be any business maybe happening in our country that there are people who have been sacrificed, or what is happening? Maybe hizo ndo maswali najiuliza after nimeongea na vijana hapa, kwa sababu hao ndo witness, hao ndo waliona vile body ziko venye zinatolewa zikiwa, and so maybe you can put it on your on our comment section, maybe we see. Kome lazima afungwe. Kome afungwe. Kome afungwe. Kome afungwe. Kome afungwe. Wakenya wanakatwa kama kuku. Wakenya wanakatwa kama nyama. Kome lazima afungwe. Kujiuzulu si suluhu. Lazima afungwe. Ndio usemi ambao unaendelea hapa ambapo earlier before you saw a video we did upload, and it was when the body were being maybe retrieved from the body, and the situation haikuwa sawa pale, na hiyo mili ndo bado imefika hapa, imeletwa mpaka hapa City Mortuary. Na there before we saw Kenyans complaining of kama hiyo barabara iko nje ya polisi. The police station is just a few meters from where the bodies have been dumped, and so Kenyans we are complaining kama mili imekuwa ikipita pale, na polisi kazi yao maybe wamekuwa kiona sana ni wanashika wale watu wa bangi, watu wa motorbike, na watu maybe wale wanauza pombe na chang'aa. Now the big question is, what was really happening? Where were the police when mili zote zimekuwa zikipitishwa pale? And maybe
who is responsible maybe kutupa zile mili pale? Maybe it's one question maybe Kenyans are asking themselves, kwa sababu where has been the police wakati mili inatupwa pale? The police station is just some few meters, barabara main imepita kwa polisi, and so Kenyans are angry, asking all those questions, waiting for someone to answer them. So which is maybe what do you think, you as our viewers maybe from Morori TV? We appreciate you, and so we're coming live from a city mortuary, ile gari ya polisi hapa, and we are waiting for police to do the booking. Mama na wavulana wako pale ndani. Unaona na nimeshtuka sana huko ndani. Matiti iko kando, miguu iko kando. Hiyo ni unyama upande gani? Miaka kama ngapi? Ni kama ni 20 itafika kama umri kama 30 kuna nyingine zote hata imeoza, huwezi jua ni gani. Kuna usemi kwamba mahali pale kuna watoto. Kuna hata watoto wako ndani pale. Wamekata kwato, hata watu mtu hawezi kuangalia nini hata hapo na sita sana. Mimi maoni yangu ni kushindwa hii serikali, hata kama kusema tu kweli, hii mambo imesababishwa na hii mambo ya finance bill. Tunauliza aje, kwani kuna siri ilikuwa imefichwa kwenye hii finance bill? Hiyo tu ndio nitasema. Ni mara ya kwanza ambapo tumeona wakazi wengi. Aje. Wamekuwa pale ndani? Mimi nimekuwa hapo ndani, nimekuwa hadi kianza. Ya kwanza hii ni station gani? Hii ni Morori TV. Inafikisha kwa wananchi wa gani? Wote nje ya nchi. Wanasikia Kikuyu. Yes. Acha kwanza initumie shosho. Shosho goko na igopine koru. Ciana cito ciokire korango, goko totire mawera, goko thirikari nderenda nake. Thirikari ikiona we uraria maundu mega kumuhucira ya irakuraga turauria niki marenda guturagira na ithuo nithio rucio raro sisi ndio future ya kesho shosho. Tabu piga hesabu, mtu yeye amesoma miaka 5 wanai tena, mtu hii amemagwa amekatwa katwa. Unajua hii TV ndio inaanza na hii Kenya inakuja. Nataka niambie Ruto, imagine ianza kuchemka 1963 tangu hapo ijaipoa. Sasa jua tu ni wave, bado hujaona. Si ni CS ni CS iko sawa, si unitoa Anthony General na unishika mtoto wake. Wewe hata wewe ufikiri Your Excellency, kitu tunaweza sema ni ati wewe kuna mambo unajua, kuna siri unifanya, na hiyo siri itafichuka, na hiyo siri umefanya. Acha nikwambie tu kweli, juu tunajua na sisi. Ule mama nikaa akaota akasema mtoto wako Kware, akaota akasema sistake Kware, ameenda na akampata gunia ya kwanza. Na Kenya naomba ndako chama, Kenya naomba ni Kenya Defence Force ituletee chopa tuweze kutoa hizo mili. Juu hizo chopa tukikosa chopa hapo, ni lazima chopa ndio hizo mili zifunganishwe, ni mingi, they are like 150. Mimi naweza kwambia kuja uone. Na bado hapa watu wengine wanacheza na sisi raia, wanatupiga tiaga soko, tumepigwa raba bullet, tumepigwa bado bullet, wametuzoea sana. Na sasa ndio hiyo gari yetu, ile ni gari ya wananchi, mkiangalia pale na tunaenda. Na Kenya nasema, mkisikia kesho si yuko, mkisikia ati si yuko, jioni pia mimi wamenifanya hivyo. Mimi ni mkazi wa Embakasi, wakisha yupi huko Embakasi. Tumesikitika sana kwa kupoteza watu wetu mara kwa mara. Tumetafuta jana, tumetoa watu 4 huko, leo tumetoa tena 5 huko. So hao watu wote 3 wanasemekana kwa parliament, na ni vijana 2 na mama 3 wako pale. Tumewaleta hapa hadi watu wanaona wako pale ndani. Hivyo tu tunataka ni aje atuletee emergency kwa watu waliomba kwa shimo, kama watu wengi wabaki kwa shimo, like almost 20 wako pale tukalewa. Unajua Kikuyu? Sawa, asante sana. Asante sana. Area makinya meri. Sisi mchale kulia marenda huko. Wengine wamechoka kugoja driver, so wameondoka mmoja wanatoka nje, and let's try and see maybe where they are heading to. That's the situation at city mortuary. The smell tu, harufu tu haiwezi kuruhusu hata kusimama pale, but now the youths wanataka kutoka pale, so but because of some security reasons we can't go to that point, kwa sababu hapa watabeba simu zetu.
mtu ameingia. No njuge atĩrĩrĩ, ũguo ti wega ũrĩa mũndũ ararora. Ona angĩkorwo no kũragwo rĩ, no nginya ũhoye kana wĩke kĩndũ kĩronekana. Wona ti atĩ no ũkore o mũndũ o wĩra-inĩ ũmũũrage oro ũguo. Tafadhali kĩndũ kĩu nĩ kĩuma. Nĩ ndarĩ ndaingĩra no kaĩ ĩno rĩ inaumiza no nginya tuoke tondũ inaumiza unakatwa kama kitu kingine. This is injustice. Polisi amekuja, wacha tuone kama maybe ataweza kutoa gari. Lakini sababu ya watu no peace no gain. Tumesema hivi kama raia yenyewe imeona hivi na haina huruma. Rais kama hauna huruma, hata sisi hatuna huruma. Guys, we coming live from a city mortuary ambapo wameleta mili all the way from Mukuru kwa Jenga with this vehicle here. Kama wako tu hivyo wamebebwa juu na mili imefika kwa city mortuary. Now it's time to leave back to Kware. Kwa hii situation imebidi baka polisi wame cooperate kwa sababu youth walikuwa wengi sana. Hapa kuna mili ingine, but we are not sure whether hii bado imetoka Kware ama hii ni ile mili ya kawaida uletwa hapa na polisi, but hizi ni mili zingine, so we don't know whether these ones are covered. Hizo ni mili kata tu maana tumeleta ndo ingine sasa. This is injustice hapana. Watu sio kondoo. Before I show you, first of all, let me confirm. Kwa hivyo hapana. Kijana mdogo. That body in that car is not covered, so we are not going to any hii ya kutoka Kware. Ini I think ni ya kawaida, ni kijana mdogo anaonekana hapo ndani amefunikwa na blanketi, so this one we are not going to show you since it's not covered. Inaonekana ni kijana mdogo, and we're coming live from city mortuary. The unity with this generation. Walitoka all the way from Mukuru dumping site up to here city mortuary. Umeona, na bado wamesema hiyo gari wamekuja nayo iwarudishe mpaka Mukuru. So for those of you who are requesting maybe niwaonyeshe, I can't because of some media ethics. Na pia hii si mwili ya kutoka huko, hizo zingine tungeonyesha kwa sababu ziko kwa gunia, mwili hazionekani. Sasa watu wa Kware ndio wao wanaondoka na gari yao, walisema ni yao ndio hiyo, and so ndio wanaondoka. And hii gari hapa imeleta kijana mdogo sana, sijui kwenye ametolewa. Sasa gari ya Kwale ndio hiyo inaondoka pale kama unavyoona. This is not the normal city mortuary we are used to. This is today vijana wamekuwa kuna sheria kila kitu, everywhere kuna all access when it comes to Gen Z. So
hii imeleta mwili ya kijana mdogo. And guys, tafadhali tuendelee kusupport Morori TV. Kindly make sure that you una subscribe, because even tomorrow I'll be going live from Mukuru kwa Jenga as this thing continue, the retrieval of the body continue. So continue keeping it Morori TV. Also, tafadhali, for those of you who would want to support maybe by sending bundles, pesa ya data, tununue data tafadhali. The number is 0723 224455 0723 224455 for those of you who would want to support maybe in buying data. We would want to move to the other side, but due to some security reasons, hawa vijana si wachache, we can't. So we are waiting for that gari yao, as they claim it, iweze kuanza safari, so that maybe we can follow them from behind actually, because we can't dare to go to the other side just because of some security reasons. So continue keeping it Morori TV, continue subscribing, continue hitting that notification bell, just because tomorrow I'll also keep you posted and updated on whatever is happening. And so far according to yesterday's, wanasema mili ilikuwa ni 8 around 10, wengine wanasema ni 11, but today mimi nimewitness mili 5. You can check my earlier video ambayo inaonekana wakati wali retrieve body. Then the journey from pale ilikuwa ni shida sana, ilikuwa ni tishio, na pia ilikuwa ni mshike between the protesters and the police. Tear gas pale tulikunywa, so you can check on that video for you to be updated. Vijana walijitokeza kwa wingi sana pale, ilikuwa ni vute kuvute, pia ni vuta ni kuvute ya vijana na polisi. Vijana waliclaim lazima mili ifunguliwe waone ni kina nani, but polisi nao ama wale walikuwa na take care of the bodies hawaku manage. So mili imeletwa na wakaclaim au wenyewe ndo watabeba mili. Polisi wangetaka kubeba mili by the way kutoka pale kwa ile shimo ama kwa ile bawa la maji, but vijana wa ile mtaa walikataa na ikabaki au wenyewe ndo watabeba mwili na wakaweza kuitoa pale. So tunazidi. Thank you even for Bronzy. Thank you. Guys, continue keeping it Morori TV, continue subscribing. If it's your first time here, I'm always here to keep you updated and also posted on whatever is happening in our country. Okay, vijana bado mekalia gari yao pale. We are waiting to see what will happen. Nasikia wanasema hii gari ni yetu. Hii gari ni yetu. Inawarudisha mpaka mahali iliwatoa. Inaturudisha mpaka nyumbani. So Morori wako City Mortuary, vijana wako kwa gari yao, wanataka kurudishwa kwenye walitolewa. So nataka tukae hapa tuone ama polisi wataitikia ama kutaenda aje. Yes. Na so far kama washakubali, kwa sababu hii gari ilikuwa hapa na wameenda wakagauza ikiwa tu imebeba hivyo, ili to pave way for the other vehicle to drop the bodies. And also let's see what will happen. Let's see how they are going to move back home. So continue keeping it here. Na vijana wamevaa, Tuesday wanasema itakuwa moto, itakuwa noma sana. So hii nayo imemaliza, shatoa mwili, so ni kuondoka. Thank you Uncle Sam, thank you for those who are appreciating me, thank you even for those who are even commenting positively, for those who are appreciating the work we are doing, thank you. Even for those who are saying that our videos are very clear, thank you. We are not taking it for granted, but we thank the Almighty Father. Remember, maybe like 2 weeks ago tulipoteza kamera kwa protesters, kwa demonstrations za tao, but we back. And thank you for always supporting what we do. Thank you for always subscribing and also liking, sharing and also commenting positively. We thank you. Ile gari si ati haina pumzi, ni ile imebeba overweight. Au vijana ni wengi sana. Ni weight. Ni weight. And I don't understand wale wanatoka pale kwa mochari, wanatoka wote, wengine hawaongei, wengine wamejishika vichwa, kumaanisha the picture inside it's not appealing. The smell from wherever I am, guys, it's another thing. Now you can imagine kwa wale wako ndani. Kama mimi hapa nje nasikia smell
si mzuri. Wale wako ndani kuko aje? For those even who are working from inside, iko namna gani? So we are still waiting to see what will happen. I understand maybe the first crowd maybe shatoka hapa na wakaelekea pande za town. Yes. So maybe town looks a mess. And now vijana na gari yao wameanza safari. So let's see how it's happening. Guys, we are leaving a city mortuary after dropping 6 bodies. And now we're heading to town. Let's see how this generation is going to behave. Let's see the activities that are going to take place. I don't want to follow this car. I just want to maybe find a detour here, maybe to the other side because of security reasons. Bado hawataki hiyo gari waache mbele, wanataka kutembea nayo. We don't know what is going to happen kwa sababu gari imekaliwa juu. Vijana wameingia kwa gari na maybe the only option, if only this police can coordinate, kwa sababu vijana ni wabaya sana. We don't know what they can do. Maybe they are in a position hata kuichoma. So the best thing is for them to cooperate so that maybe if they take them back home, even the vehicle will be safe. But if maybe they refuse to take another story here. So let's maybe get outside. We have another car here ya Reke Squad wameingia. Maybe wamekuja kurescue hii gari. Let's see what will happen. Sasa hapa kunaweza kuwa kubaya. Kuna gari ya Reke Squad imeingia hapa. Let's see. Tuone sasa. Reke Squad ndo hao wameingia and maybe they want to rescue this car from here. So any time from now vita inaweza anguka hapa. Anytime from now this place can turn to be a mess. Na vijana wagopi. I don't know. Uko nje kuna noma. Nje walienda kitambo, hata ni hapa tu. Oh. Nje walienda kitambo. Mkoaje? Mmeshatufikia? Mmeshatufikia? Sisi tulifika kitambo. Sasa wasi watatokaje kwa hii gari? Hata akipaka washuki. Alikuwa ameipakiwa hapo. Unajua kiingiza parking na driver aende. Mimi nadhani the best thing is to cooperate. Tutarudi huko arudishe huko. Unajua vitu tena kutembea kwa barabara ataacha. Ataenda drop na huko na watashuka. Kama wasipande. Yeah. Now vijana, they have no fear. I don't know what's happening here. Let's see. Sasa madema tumeshinda na watu asubuhi, wao wamekuwa mboga, sasa tungekuwa mboga. Tunataka kukula nini? Hebu niambie. Tumeshinda na watu asubuhi, wao kwa kazi. Yes, according to the police, wamepewa amri hii gari isitoke hapa na vijana. So, it's either driver park hiyo gari or it's gonna be a mess here. Reke Squad wametulia tu. Let's see maybe what will happen.
nafahamishwa wale vijana wengine washaanza kwenda manyumbani since their mission was to bring bodies to City Mortuary, but hawa bado wamekataa kuenda, wana claim lazima hii gari iweze kuwarudisha makwao. Wanadai gari imejaa sana, wanawekwa sana wapelekwe sasa. But it's like the police are not gonna give in to their demand. Dikuisha inaisha, hata nataka kuitumia hapa yangu itakata inside. So kuna vile polisi wanajai kusema vijana wasirudishwe nyumbani, but the DCI from homicide anajaribu kuwatetea, anasema hawa ndo walisaidia kubeba, ndio waliwasaidia kutoa mili na kubeba mili, so hao ndio inakuwa ni vizuri. Sasa inabaki wasaidiwe kurudishwe. Wewe nani? Kuja wale watu ambao walikuwa kwa mimi. All right, the situation at City Mortuary is not appealing just because there are those who are saying that they should be dropped and there are those who are saying that they should not be dropped. Kuna kwa sababu wanasema hao ndo wameleta mili, hao ndo waliosaidia kubeba mili, so ni haki yao kurudishwa kule manyumbani, warudishwe na hiyo gari ndio imewaleta. But kuna wale pia wana claim wale pale ile group mnaona pale ikisonga pale ndio inasemekana ndio iliweza kubeba mili. And so wameitana kama mkutano, don't sijui kama ni kulipwa watalipwa ama ni kubebwa watabebwa manyumbani, kwa sababu the same thing will be happening tomorrow. And so I'm requesting you, if it's your first time here, kindly make sure subscribe no hit notification bell, ndio kesho nikiingia live iku notify that tuko on site na tumeingia live akukuletea the updates on whatever it's happening. Also for those of you who would want to support maybe Morori TV, maybe for data buying and also tear gas tumekunywa leo, maybe you've seen on the previous video, tear gas tumepigwa sana pale, tumekimbia pale, and also sometimes we are doing as much as we can ndio tuweze kuona how we can recover. My number is 0723224455. That is 0723224455. Huko ndani kama unaona ni DCI wale wa homicide ndio wanaweza ku examine zile bodies ziko pale ndani. That's why unaona kule ndani kwa window wana examine na zile bodies zimeletwa, maybe ndo at least zifanywe booking hapa City Mortuary, wakipiganga picha na kuchukua the report, the final reports on whatever how the bodies look like. So continue keeping it Morori TV. I'm here to keep you posted, keep you updated. For those of you who are tuned from outside country, this is Morori TV and your royal update station. Bado tuko huku City Mortuary. Tuone they are taking the numbers. I don't know number ni za nini. Kuna ile disagreement whether they should be dropped ama wasidropiwe. So kuna wale polisi wameingia sasa, direct squad imeingia, wana claim hao watu wasidropiwe. But there is the other team yenye
from DCI wale wameshina nao kutoka kule wanasema hawa vijana ndio waliwasaidia kubeba mili pale, au ndio wamewasaidia kuleta baka hapa na Sudeba. And so venye wamewasaidia inasemekana lazima the DCI, the homicide department wanawahurumia, wanasema they should be dropped kwa sababu hao ndo waliwaleta. So pale wameitwa ndio ijulikane ni nani na nani aliwasaidia kubeba mili. I don't know, sijui kama watapewa kitu kidogo because I've had someone maybe requesting, anauliza nini mko kazi bado mnahesabiwa mshahara zenu. Sisi bado hatujakula, tuko mshahara, tutakula nini, tutakula wapi? I don't know whether they are looking into that, but let's wait and see whatever is happening. Yes. They're still insisting. So we should follow up. The big question here is what could be the genesis of all these bodies? Where were these bodies coming from? Where were they dumped from? Who did this and why? Could it be someone took advantage of the protest demonstrations and maybe had to throw the bodies there after maybe the sacrifice and all that? Kwa sababu vile watu wana explain, it's diverting, it's bringing another mess. Or maybe another story. So we are waiting to see on whatever is happening. Guys, thank you for those who are supporting me to buy data. For those who are appreciating Maze, it's good to learn to appreciate someone when someone is. Imagine you're there at your comfort watching, and I am here. I don't know what will happen next with my gadget. I don't know whether nitaenda nyumbani na gadget yangu, but I'm here risking for you to be updated. Kindly get into your phone, guys, and support me. Buy a cup of tea, buy me data even for tomorrow, and God will come through for you. Maybe sai mimi ndo nawahitaji, maybe next time God will send an angel along your way so that pia wewe siku yako ikifika Mungu akutumie malaika. So kubali kutumika kama malaika leo na God atakubless. My number is 0723224455 0723224455. Yes. It's like kuna kitu wana agree pale because I can see them clapping. And this gentleman, let me tell you, the one in white, ni director wa homicide. He's very reasonable. This guy is very reasonable, the guy in white and a green cap. Kuanzia asubuhi amekuwa pale. Yeye ndo coordinate pale. Even when it looked impossible, he was there to calm them down. At least we have some guys who are sober even in this department. This guy is from the DCI homicide. I wish I can have his name. As leo naona kuna wale wanauliza ni bodi ngapi zimepatikana leo. Bodi zimepatikana leo, mimi zile nimewitness zilikuwa 6. Yes, zilikuwa 5 pale kwa ground, but kumbe kuna zile sikuwa naona kwa sababu zikifika hapa zimefika zikiwa 6. And maybe kwa hiyo the previous video unaweza ona count. Kwa hii video pia mahali wameingia bodi zikitolewa kwa gari, the video is here, so tuone itakuwa namna gani. Naje buda. Fiti kabisa bro. Mtana mrembo kama huyo anakatwa aje lususu hiyo designer. Hamujaona? Sijaona man. Hiyo ni ufala. Kwanza si mmoja, jana tulitoa 12 mmedanganya kwa news ni kweli. Leo tumekutoa 3. Jana mlitoa 12. Leo mmetoa ngapi?
tumetoa half 3 na kichwa 2, si ndio? Zingine bado hakuna hizo mwili zingine. Ndio hizo hapo. Hao wenyewe wanaingia kule ndani kutoa mili ama ni nyinyi mnaingia ndani? Si wenyewe. Tunajituma juu. Na mbona unakazia muingie? Wapi? Huko ndani kutoa mili. Waje tukazia. Ni kerere mingi unaweza kuomelewa na juu Kisumu kiingia pale pia wao wamewafuata. Huko hadi kuna wenyewe walikuwa wanatoa watu iko wamededi hapo na wanadedi hadi hao. Si hadi ni huko hadi wewe mwenyewe usijituma hapo nikiwa na kupiga. Unajiua bure. Pale ukiingia huwezi toka. Leo maji imeenda futi karibu 5 chini. Wale watu wamekatwa sehemu za siri. Ijakuzwa ametenganishwa hapa kichwa hivyo mimi. Nyinyi mnaona ni kama story na finance bill ama ni vitu za mbeleni hapo ama kuna watu wameteka advantage ya kutupa zile mwili? Mbeleni wamekuwa wameoza. Hii mwili fresh ya wiki moja. Mimi wale Victoria Buda. Mwenye amededi kwa maji apige wiki moja na kuanga weight yote hata kama umefungwa. Hiyo mwili hajakuwa hadi maandamano hii. Ama zote za kabamba. Na sasa na washoaje? Na washoa wamenyulia. Tunapotaka mingi ngapi zimededi? So mingi ni za wasichana. Mingi ni za madem wote boy ni mmoja tu. Boy ni mmoja. Unatoanishwa kama pisa moja na mtoto kama wewe na mtoto. Kumaanisha mtu anatoanishwa design kichwa kando. Mwili kando. Titi kando. Anatoshea kwa gunia. Uongo. Hapana. Ifai. Zinakatwa hapa. Zinakatwa hapa. Hizi kichwa hizo. Na ningependa nyinyi msema mwenye amefanya hivyo. Si mwenye amefanya hivyo anajulikana. Tamalo. Hadi Tamalo. Anajulikana kingenge. Tamalo. So wanasemaje, wanawarudisha ama inakuwa namna gani? Lazima turudishwe mtaa. Okay. So lazima wawarudishe. That is a must. Definitely. Inabidi kwa sababu mmefanya kazi. Tumefanya kazi yenye wanastahili wao wafanye. Yenyewe. Am I talking alive? Yeah, no. I was there nimeona mkibeba mili. These people wameua vijana na wakarusha kwa Kware ya pipeline ya Embakasi South condition. Sawa. Na wameua watu sana, tumeenda kuturudisha na hizo magari zao. Nasema gari imeharibika clutch. Gari imeharibika wakati imefika. Bwana ikileta mwili iko imeharibika. Kazi ambayo wanafaa wafanye hivyo ni wewe mwana reporter umeona hizo mili wewe. Pamoja ziona. Nimeziona. Live hivi wamerusha tu kwa mpaka sasa tupigiwa simu. Another body wametolewa. Haya kuna bodi zingine wametoa? Sasa hizo bodi zingine zimetolewa. So kumaanisha mpaka pale ndani kumebaki mili zingine mingi sana. Kumebaki zingine mene. Kisa cha kutoa watu pia kinaendelea. Hadi kesho inaendelea. So kesho hapo bado. The same. Hapo asubuhi. These people are joking with us. Nimesikia watu even me and Masai, but these people are joking with us. Kwanza uokome. So gari inasemekana imeharibika Karachi. Gari Imeharibika na tumefika. Imeharibika wapi? Lakini kwa hapa kwa 11. 10. Sasa ilikuwa 10. Leo ni 5. That is 15 bodies. Hapa mtushike bado mtu malo. 15 bodies. Ni mzima. 15 bodies of matatu matatu mzima. Zinaonekana zimetupwa siku moja ama zimetupwa siku moja because they are the same bodies that they rust. Juu venye zimezeeka mpaka ngozi inatoka. Ukishika kama ni msichana, ngozi inatoka na hii manicure. Inaitangwa nini? Manicure na pedicure. Macutex na nini hizo vitu? Hebu nikumbusheni, inaitangwa nini? Manicure, pedicure na manicure zote ni za mikono na vidole. Hizo macutex hizi. Hizo mazipaka kwa vidole wa rembo. Cutex. Hizo. Hivyo tu. Sasa these people they are joking with us. They are doing massacre at Githurai. They are coming to throw at Embakasi South at pipeline Embakasi Kware. That is not justice. And they are trying to hide the truth. But God is there. Mungu akulangi ugali tukikula ugali. Ni ukweli. Mungu wako siku zote, si ndio? Na ndio maana mzee aliota, mama aliota na akaenda akapata sio sister yake. Bodi ya kwanza fanya ilivutwa ilitoka bodi ya kwanza ambayo itakikani. Ya pili kuvutwa ni bodi ya pili until 10. Yesterday we are talking about yesterday on Saturday. Today on Saturday
nini watu kama wangapi? Watu kama 5 people ndio wale wamelala pale saa hii. Even you can zoom to that video you see. Nani alidiscover? Yes, pale tunaona kuna kazi inaendelea pale, maybe ndio wanafanya ile examination ya body ndio maybe wakichukua the final reports. Now let me ask. Jana kulianzaje? Nani wa kwanza walipata kujua kuna mili imetupwa pale? The madam, listen, madam alikuja. Email ya Luya. Madam akiwa kwake kwa nyumba, sister yake anamtokea. Anamwambia you are sleeping there but mimi niko hapa kwa shimo ya Kware. Huyo madam anakuja, juzi tunachembanga hapo, sisi tunachembanga kwa hiyo shimo. The moment tunachembanga hapo, madam anakuja akasema aje, mimi nataka mnichukulie ile bag fulani kopa. Na because ni kazi tunafanyanga ndio tupate zote za macho, tukamwambia madam, tupatie dao ngapi? Dao 2. Tupatie dao 2 sisi tutafanya nini? Tunajua tutakutolea hiyo bag ambayo unataka. Kutolewa hiyo bag, the moment hiyo bag ilitolewa, sasa unajua sasa wakati kulikuwa na game ilikuwa inaendelea hapo Visho Ground kama uliona hiyo. Nimeona ground. Sawa, ball ilikuwa inaendelea. Sasa tulikuwa kwa ground kuja kuona kwa nini mtu aingie, na yule madam ana insist ile gunia. Umeelewa? The moment sisi tulitokea sasa raia kaanza kukua mingi. Tulikuwa almost mtu 20. The first people. Okay. Tuendeni. Hiyo story tumekata, tupate pipe Embakasi South. Kesho tunakutana. Huko Embakasi South. Upate story more. Tuenda kusoma kwa Aresa hii. Lazima. Haya. Bado gari hajakuja. Wow. All right. Guys, mmesikia story yetu imekatika pale, but kesho tunakutana pale Kware bado to continue na hii story. Lazima tusupport hawa vijana, ile kazi wanafanya. Yes, vijana wanafanya kazi mzuri sana, ile kazi ambayo polisi maybe wamelemewa kufanya. Hao ndo wameingia pale kwa majina kulitrive zile body, hao ndo wamebeba hizo mili baka hapa City Mortuary. Na sasa imesemekana hawatarudishwa nyumbani kwa sababu gari imeweza kuharibika crash, but maybe if the government can at least appreciate these guys, I'll come up with a plan maybe to appreciate them because they've done a very good job and a recommendable job. Maybe mimi ningependa tu vijana wakuwe supported, and thank you guys for even for the unity. For those of you who are watching, continue supporting these guys. They are doing a recommendable job. Yes. Mimi naweza sema tafadhali watu tukuje pamoja. Kware lazima tujue nani alifanya hivi. Lazima tutatoa zile mili na lazima justice and right shall be done unto those people, family and friends. Unaona? Kwa sababu yenyewe kuua si tunaua kula. Si tunaua ati bora tusemekana tumeua. Please do something with akili. Yes, kitu na make sense. Wacha kuua watu ati bora tu onekana tumeua tafadhali. Thank you bro. Watu si wanyama. Watu ni wewe na mimi. Thank you. Nikikuua leo sitakupata kesho. Na nisipokuua kesho ama nisipokupata kesho nitahitaji usaidizi wako. Na nikikukosa sitakupata. So fellow Kenyans, fellow people, let's be one nation. Thank you guy. Yeah, thank you. Kesho tupatane majaliwa bro. All the best. All right guys, we are coming live from City Mortuary. That has been the situation. From that side you can see the DCI taking the final reports on the bodies that have been brought up that have been brought here today, and na kama umesikia kutoka kwa vijana wale wametoa kwa mwili, zingine zimetolewa zikiwa vichwa peke yake, zingine zimetolewa zikiwa body nusu. So the big question still remain, is it still kazi ya abduction ama still kuna vitu bado hazijulikani, vitu na maybe sacrifice, maybe kuna watu wanaweza kuwa wamekuwa kitoa watu sacrifice kwa sababu body zingine zinasemekana hazina private parts. Thank you guys for those who are supporting Amrori TV. Thank you for appreciating, and thank you for those of you who feel that they would want to support me. My number is 0723 22 44 55 0723 22 44 55. So vijana wameweza kukubali amri na wameanza kutoka moja kwa moja. Imesemekana gari imeharibika crash, lakini najua tu ni ile tu mchezo ya hapa kule maybe ya vijana. We are trying to see whether we can find maybe a comprehensive report from the team responsible, either the police or the City Mortuaries management or the Directorate of Homicide department. So unaona vijana wote walikuwa hapa.
Yes, thank you Anthony, thank you even for your support. Hivyo mtuone kama kuna any report. So my guys, nataka live tunataka kwenda kabla station ikuwe wazi. Maybe tunaweza toka pale nje tuone maybe outside Yeah, kuko aje. But behind me, let me show you the situation. Wale wanakuja pale hivi ni the Breke squad team wameweza kukam through ndo waweze kurescue, na finally ni kama wamesucceed kurescue gari ya polisi. I don't know whether wale vijana walikuwa wanaandika majina pale watalipwa, but let's see. Bado kuna vijana pale, wacha tuone vijana watasema namna gani, tuone kama story yetu tutapata mtu wa kuendeleza. Let me try peep hapa nione kwa watu. Wewe bwana, hizo ni just. Alafu kama ule mtoto amejinyonga pale, mtoto mdogo sana. Sai. Kuna mtoto amejinyonga. Wow, guys, nimechungulia hapo ndani na the picture inside there, hapo ndo nimetoka kuchungulia. The picture inside there is not good. Nimeona body ziko nusu zimekatwa, body zimekatwa, zingine miguu ziko kando, zingine ni body kutoka kiuno kwenda chini zimetupwa hapo chini. The situation is not good here. Intestines zimelala huko, watu wamemwagwa huko ndani, zingine ni vichwa peke yake ziko hapo ndani. Hapo unaonao vijana wanachungulia, hapo ndo nimetoka kuchungulia, and I can tell you, I can confirm that the situation here, it's not okay. Wale wako huko ndani, maybe they are doing the final report, the final touches, na the smell hapo si vizuri. Kama unaona huo kijana jaribu kufunika kule ndani, kuna maofisa wa serikali kama mnavyoona, polisi wako huko ndani. Reke squad wameingia huko ndani maybe kusaidia kusaidia, but huko ndani si kuzuri. Hizo mwili venye zimekuja, zingine zimekuja zikiwa tunusu, yani body half. I wish singechungulia hapo. Siwezi waonyesha tafadhali kwa sababu ya things we call media ethics. Sifai hata kidogo, and also I might end up losing my channel. So there are things that I can't show you, but the situation here, it's not okay guys. Situation hapa ni mbaya sana. Vijana bado wanaandika majina hapa. I don't know whether they are going to be sorted ama tu ni ile mchezo kuchezewa tu, maybe akili ndo waweze kuondoka. Wanaandika majina pale. Let's hope that they are going to be sorted. Let's hope that they are going to maybe appreciate them hata kama ni kitu kidogo. Let's see. And also now allow me guys maybe to get out of this place, niwaonyeshe kuko namna gani. Yes, thank you Anthony. Thank you Anthony. Thank you. God bless you. Wacha sasa tuone itakuwa namna gani. Thank you for those of you who are buying data for me.
na maybe kwa sababu maybe zinaweza kuwa ni data zingine mnanunua za kutumia leo zinaweza kuwa na expire. Maybe I would appreciate kama mwingine atatuma na ikiwa kwa M-Pesa, ndo at least kama ni kesho ni inunue ingine kesho, kwa sababu maybe unaweza ninunulia 1 hour ama ya 2 hours na zi expire kwa sababu I won't be here maybe in the next 1 hour or 2 years, so itakuwa inaweza kuwa useless kwa sababu sitakuwa nimeitumia. But na appreciate sana for those of you who are buying data, but I would appreciate more ingekuwa ni M-Pesa form, kwa sababu kesho bado tutakuwa live pale, nitawapeleka live. We are still inside City Mortuary and we're still coming live from City Mortuary. So let me get out of this place naonyesha now the situation outside the City Mortuary. I don't know whether they are going to be more update on anything, but we appreciate for those of you maybe who feel that they would want to maybe buy a cup of tea for me. Mazee, na hope sijakuwa mbaya kwenu, na hope nimekuwa tu mzuri kwenu since we started. If you are live on this, kindly go on the previous video uone. Kuna video nilikuwa nimefanya mchana, tulikuwa live wakitoa zile body pale, na how vijana walijitokeza kwa wingi mpaka wakati ilikuja ni fighting a battle between the police and the residents of Kware. So go pale, watch your clip pia, and also thank you for those who are keeping it here till now. Mazee, I feel exhausted, so I need a cup of tea. Nahitaji kukaa chini nikule vizuri sana. So if you're there and would want to support me, this one is coming from deep down my heart. My number is 0723 224455. We are now exiting City Mortuary. Gani hiyo? Yeah? Anadai nini? Wanajapata mtu wao. Wajapata mtu wao, wacha kuja. This is Nairobi Funeral Home. This is City Mortuary. This is the county mortuary. And now kuna jamaa hapa anasema hawajapata mtu wao. Wacha tusikie story yake iko namna gani, atuambie iko namna gani. Yes, ni aje? Wewe ni nani? Mimi naitwa John Kamau. John Kamau. John Kamau, unasema mjapata mtu wenu? Hatujapata mtu wetu. Alipotea when? Alipotea Tuesday 24th. Tuesday 24th. Tuesday 24th. Alipotea wapi? Alipotea akiwa Rongai. Ni mwanaume, msichana, mtoto? Mwanaume. Anaitwa nani? Anaitwa Gibson Dongo Kariuki. Anaitwa Gibson Dongo Kariuki. Gibson Dongo Kariuki. Wacha tuone picha yake. Gibson alikuwa anafanya kazi wapi? Gibson alikuwa amesimama MCA wakati wa Rongai. Mimi ni ndugu yake. Alikuwa amesimama akiwa MCA upande wa Rongai. Alikuwa amesimama MCA upande wa Rongai, lakini kutoka tarehe 24 mwezi wa 6 hatujampata wakati maandamano ilianza. Tumemtafuta hatujampata kila mahali. Maybe alikuwa anaenda kuprotest ama in any way? Alikuwa hapo. Alikuwa hapo pamoja na hao vijana ambao walitokea kwa hiyo maandamano. Simu yake watu wameweza kutrace? Simu yake hapatikani. The last time inaonekana ilikuwa mahali ama? Ilikuwa Ongatarongai. Ilipotelea huko Ongatarongai. Hajaipatikana kutoka hiyo siku. Na kiakili ako sawa? Kiakili ako sawa, na mtu amesoma. Alikuwa hapa Nairobi University na ako sawa. Ana miaka ngapi? Ana miaka 26. Miaka 26? Ako na 26. Na ana familia? Ana familia. Hana familia? Ana familia. So any response mumepata maybe kutoka kwa polisi after, naona mko na OB hapa? Ile kitu nilipewa ni OB namba, hakuna kitu kingine mimi nimepewa. Nimeambiwa nimtafute katika mahospitali, nimemtafuta katika mahospitali, nikarudi Rongai police station, nikaambiwa sasa umemkosa kwa polisi, enda kwa mochari muangalie. Mochari pia hujampata? Pia mochari sijampata, na nimetembea pia kwa jera zote, nimejaribu kumtafuta sijampata. Umeweza kutembelea Kenyatta? Kwa sababu last week tulikuwa pale Kenyatta na tukaona kuna watu wengi sana wako pale Kenyatta. Umeweza kutembea pale? Nimetembea Kenyatta, nimeingia ICU zote, hayuko. Nimeingia kwa ward zote, hayuko. Kuanzia 9 mpaka la kwanza, hayuko. Kwenu ushago ni wapi? Kwetu ushago ni Katundu, mahali panaitwa Kiganjo ya Mwangi Kagio vile. Na huko hajaonekana? Huko hajaonekana. Mimi ni ndugu yake, sababu mimi ndio namsimamia nyumbani. Hata mimi ndio nilikuwa nikimwangalia kimasomo. Mama yangu ameaga, nimeachwa na watoto wengine. Sasa yeye ndiye alikuwa nimeangalia, ndiye atatusimamia hapo nyumbani. Ako na miaka ngapi? Ako
years. 26 years. Okay, maybe unaweza repeat majina yake? Anaitwa Gibson Dongo Kariuki. Gibson Dongo Kariuki. Gibson Dongo Kariuki. So kwa watazamaji wetu, kama kuna yote anajua Gibson Dongo Kariuki, maybe unaweza kuona mfahamu, maybe unaweza kumemuona mahali, jamaa zake wako hapa kwa City Mortuary. Wamemtafuta hospitalini, wamemtafuta kila mahali. Kwa mortuary hawampati, kwa jela zote hawakupati ama hawampati. Maybe mnashuku maybe anaweza kuwa maybe wakati umesikia kuna hizi mili zimepatikana kwa huko Kware, hiyo ndio maana mmefika hapa. Hata mimi wakati nimemtafuta na simu nikamkosa, kutoka tarehe 24 nimemjaribu kumuangalia simuoni, na tarehe 26 nimemwangalia simpati, ndio nikaona juu hakuwa kikaa sana bila kuongea na simu. Sasa juu nimemtafuta na simu na simpati, nikaona ni lazima akuwa ametekwa nyara na serikali. Ndio sababu ni mmoja ambaye alikuwa ni wa kuprotest. Ndio kwa maana namtafuta. Maybe kama mtu anampata ama maybe kama mtu angetaka kukufikia, atakupata na namba gani? Atanipata na 0722 277 876. 07 876. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa David Ng'ang'a Kariuki. David Ng'ang'a Kariuki. David Ng'ang'a Kariuki. Pole sana Ng'ang'a Kariuki, na maybe we hope all the best. Na ndugu yako apatikane, au sio? Ndio at least pia roho zenu zitulie, na at least maybe mweza kusaidia, na au sio? Pia kama ndugu yenu atazama, yeyote anampata, ajitokeze tu mahali. Unajua anaweza kuwa pia amejificha mahali. Na kama pia kuna polisi ama mtu yote ameweza kuwa amemshika mahali, akamfungia mahali, amwachilie jamaa yake ifurahie, si ndio? Ndio naomba msamaha. Poleni sana. Asante sana. Haya. Nasema jamaa wenyewe alikuwa anasimama MCA. Alikuwa anasimama MCA upande wa Ngatarungai. Alitoka namba 2. Namba 2. Namba 2. Alikuwa ameng'ang'ana sababu alitoka akiwa namba 2. Kura zake ambaye tuliambiwa kura zake ambaye hazikutosha, akawachilia huyo wa kwanza ndio akakuwa MCA. Okay. Na kuna any social media accounts? Alikuwa nazo, lakini saa hizi sijui venye naweza kazipata juu mambo yake yote kama imefungwa, kama hatumuoni. So maybe kwa TikTok kama wapi alikuwa anajiita nani? Facebook alikuwa anajiita nani? Alikuwa anajiita Gibson Dongo. Na mmeweza kuangalia maybe kama anaweza kuwa ame-update kitu yote ama haja-update? Tumeangalia yote, hakuna kitu ambaye, hakuna ishara ambaye amewacha yote. Na nyumba kwake mahali alikuwa anaishi hajaipatikana. Nyumba yake mahali alikuwa ameishi kutoka hiyo tarehe 24 inaishi Kifuri. Hajaingia pale. Na maybe umeweza kuvunja ndani, maybe kuangalia. Unajua anaweza kuwa kwa ndani, anaweza kuwa amefungiwa ndani. Hatujavunja. Hamjavunja? Kwa sababu it's necessary mvunje na mnunue kifuli kingine muweke mkipata yuko ndani. Unajua anaweza kuwa maybe alikuja na rafiki akamwambia nifungie ndani, maybe niweze kujificha ama maybe. Hatujavunja, lakini kama angekuwa ndani hata harufu yake ingetoka. Kwa kuwa ati ako ndani ama ameagia ndani, tayari hata mnuko, sababu ni broti, watu wangekuwa wamesikia huyo mtu ako kwa nyumba. But unajua maybe mkavunja pale, mnaweza pata maybe kanoti, anaweza kuwa alisema hata maybe akasafiri, anaweza kuwa aliacha kanoti pale na akasema msinitafute nimesafiri. Itakuwa ni vizuri sana mfanye lile jambo. Tutajaribu. Kwa sababu anaweza kuwa mnaweza vunja ndani, mpate maybe kanoti na aseme mimi nilienda Uganda nisitafutwe ama kitu kama hiyo, ama nilienda nchi. Na maybe nyinyi mnamtafuta kwa mortuary na maybe yuko zake. Unajua ile kitu ambayo inatuma nisiende asikue ni kidhani yako nje. Kuna maneno tulikuwa tumeongea na yeye pale nyumbani, tulikuwa tunataka kulisha kuku. Akakuja tukamwaga mawe na tukamwaga mchanga mwezi wa 5 tarehe 30. Tukamwaga mawe na tukamwaga mchanga ili tujenge nyumba za kuku. Na kwa hiyo project tulikuwa tukitaka kuanza, sasa ndio kwa maana sasa kama angekuwa ametoka nje, angekuwa ameniambia nikiwa ndugu yake, ametoka kwanza nchini Kenya. Okay. Sawa sawa. Kwa marafiki wake? Marafiki zake wote hakuna mwenye memuona. Maandamano walikuwa wanaenda peke yake? Walikuwa wanaenda na marafiki wenye walikuwa wanatoka nao huko Rongai. Sawa sawa. Pole ni sana. Asante sana. Tunaomba tu wapatikane. Ni sawa? Asante. Haya. Tunashukuru. Asante. Haya. Hata nimekubali kwenda nyumbani sasa. Tulikuwa nataka kwenda nyumbani. Tukamchukue maoni yangu. Huyu mtu ametusumbua. Ni ndugu ya huyu, ni kazini yangu. Okay. Tumetoka familia moja. Roho yako na itulie. Mungu awapatie amani. Ni sawa? Safi bro. Nimetulia kumuona tu. Okay. Haya. Nikitangaza
hata akiwa mahali amejificha akajitokeza. Safi. Mungu awape amani. Hatupendi ati tumuone huko akiwa amekufa. Sasa tunataka tumuone akiwa hai. Asante pia kwa kuonyesha upendo wa kumtafuta. Hii peke yake ni upendo wa maana sana. Nashukuru. Asante. Haya, poleni. Na pia ningeomba serikali kama kuna vijana ambaye wameshika wawaachilie, sababu vijana wengi wenye wako hapa university wanategemewa na wazazi. Sisi kwa huko nyumbani vijana wengine ni wa watoto mayatima ambayo wameletwa hapo waweze kusaidia nchi baada ya miaka ijayo, ama wasaidie wazazi wao kwa miaka ijayo. Naomba kama kuna watu ambao wameshikwa na serikali mateka wawaachilie jamii. Haya. Sawa, asante. Hiya guys, this is the roundabout between Bagathi Way and Gong Road, just outside City Mortuary where we were coming live from. So for those of you maybe who want to support us, kindly do so. My number is 0723 224455. Yes, and I will really appreciate. This is Nairobi for you. For those of you who are watching outside Nairobi, this is Nairobi for you. We can see the upgrade of Nairobi funeral home. This is the city or the county mortuary. Yes, and I go by the name Jefferson aka Mwangi wa Mudhoni na ninawapenda sana. Kindly do support me by subscribing and do support me by maybe buying a cup of tea, maybe helping me buy data. Tomorrow let's meet at Kware for more updates. Let's meet tomorrow as we continue doing this. Yes, and Nanita appreciate sana. So till kesho, we love you so much. Yes, kindly let's do this tomorrow. Let's meet tomorrow. Let's see what will happen tomorrow. Hit that notification bell so that nikiingia live kesho, you'll be the first one to be notified. And we love you so much. Thank you.